Shinje. Toka huko. Sasa unataka kuingia kwenye kundi la ng'ombe. Kwani ni ng'ombe au? Yaani wewe mtoto wewe. Hayo utanua kwa pressure. Wachinje. Sasa wewe siende ndani kwa mama yako na ili jua lote hapo unafanya nini? Yaani sasa hivi umekuwa ni mtu ambaye hunisikilizi. Nikuelekeza hiki unaniangalia. Nikueleza kwa sasa hivi. Hata mnaizi mwenyewe ndio mtoto 2000. Niko na shanga hiki cha 2019 kabisa. Alafu kinakuwa na jeuri. Ungekuwa mtu wa 2000 sijui. Odi mana. Kabani. Na tupo ndugu yangu. Asante sana. Vipi mana? Karibu hapa nilikuwa naandaa mbolea. Niweze kupeleka kwenye shamba langu ile hapo chini. Sasa. Karibu sana kamanda. Asante sana. Mwanangu. Siku zote wahenga wanasema ujumbe hauawi. Hapa nilipo nina ujumbe wako. Sawa, una ujumbe wangu. Na huo ujumbe umetoka kwa nani? Ujumbe huu umetoka kwa mwenyekiti. Ametuma kwamba mwenyekiti kanituma. Mbona maneno aliyokuambia huyatekelezi? Ni kweli kamanda. Mwenyekiti aliniita kwake. Na aliponiita kwake, kuna maneno aliniambia juu ya mtoto wangu. Ila mimi sikuyatilia maana. Kwa sababu mambo anayoniambia na mwanangu mimi sioni. Kwa sababu sije kuona mtoto wangu kafanya tukio sehemu yoyote. Kwa ni kitu ambacho sijajua kama kina ukweli ndani yake au ni cha uongo. Manamba, elewa wewe umezaliwa katika kwenye kijiji. Na kwenye ukwaji wako wote hujawahi kukutana na tatizo lolote. Angalia, mlipompata mtoto, matatizo ndio yameanzia hapo. Haya majukumu ya mwenyekiti ndugu yangu, huwa ni changamoto sana. Mwenyekiti, shida hii, shida ile, watoto wamefanyeje, wanaua, yanafanyeje, mara serikali inahitaji ripoti. Nikimaliza huu mwaka wangu, sijui mwaka hii miaka 5 basi tunaacha. Shikamoo bibi. Shikamoo, marhaba bibi.
Sasa mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Hebu fanya kitu kabla mwenyekiti hajachukua uamuzi wake. Shauri wangu. Sawa kamanda. Ila naona hapa kuna kabaguzi fulani hivi ambako kapo. Kwa sababu naona wewe na mwenyekiti mmeungana, mmekuwa kitu kimoja. Lakini haina shida. Mimi nitalifanyia kazi hili swala. Nione jinsi ya kufanya. Hapo ndio umefanya vizuri sana. Wenda shujaa katika hiki kijiji. Unatuma watu waje msumbue baba yangu. Hapana bibi. Bibi, hapana mwanangu. Ni kwamba sina shida kabisa na babako. Wala hata we sina shida na wewe. Mtoto mzuri. Mimi kwa nini nifanye yote hayo? Wala sina shida na nyinyi. Mimi ni mwenyekiti tu. Naomba unisamehe. Nisamehe mwanangu. Nimekusamehe. Umenisamehe? Asante. Ila nakupa nafasi ya mwisho. Mimi ngoja nikuache. Wewe endelea na kazi yako. Mimi ngoja nielekee na niende nyumbani kidogo. Mimi ngoja nikusanye mbolea hapa. Nipeke shambani huko. Nitangalie na mazao kabisa. Haina shida. Yaani kila siku ni shinje. Kwani huyu mtoto au ndio jinifu wa Kanumba? Nitahakikisha kama mwenyekiti nimeitendea haki vizuri kabisa. Yaani nitaitendea haki. Sintofanya chochote kwako mwanangu. Kama vile kuna puli ndani yake, kavile namsingizia. Nabaki njia panda, sielewi. Wewe Shinje. Kwa baba sasa hivi kenda. Sasa hapa nitaanza kuokota makopo. Au kameenda ndani. Katajua kwa nini maisha. Ngoja mimi niende kazi zangu. Mama Shinje, shikamoo. We Chumu. Toka lini ukaanza kunisalimia wewe? Alafu mbona kama una wasiwasi? Una shida gani? Sikia nikwambie. Hapa nilipo natoka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti? Kuna nini? Mwenyekiti amefariki. Amefariki? Tangazo la msiba. Naomba wana kijiji wote tuweze kuelekea kwa mwenyekiti. Maana mwenyekiti hatuko naye tena. Ukisikia taarifa hii, naomba umjulishe mwenzako. Asanteni sana. Tangazo la msiba. Naomba wana kijiji wote tuweze kukusanyika twende kwa mwenyekiti. Maana mwenyekiti hatuko naye tena. Utaposikia tangazo hili, naomba mtaarifu na mwenzako.
Mwenyekiti huyu. Naona kama vile kiongea sana litanikuta jambo. Sasa maana sisi ndo makonta kwenye hiki kijiji. Naondoka. Mwenyekiti tena amefariki. Hivi kuna nini kinaendelea jamani? Kwani kila siku msiba tu kwenye kijiji chetu? Asanteni sana. Tangazo la msiba. Msiba wa mwenyekiti. Maana mwenyekiti hatuko naye tena. Naomba wana kijiji wote tuweze kuelekea msibani. Tukisikia tangazo hili, naomba mjulisha na mwenzako. Asanteni sana. Manamba. Mbona siku hizi uonekani umejificha wapi? Sio kama mimi sionekani. Mimi naonekana tu. Ila mambo ya shambani yamenificha sana. Si unajua tena mimi mwanaume. Lazima nikatafute ile familia iweze kula. Vipi na mguu mmoja tusemea? Bana mguu. Leo nimevunga kwa nyani. Nimepanda juu ya mti. Saa ngapi sijadondoka? Ila nadhani umeteguka tu. Nikisha ukanda utakaa sawa. Kwa mwenyekiti kuna kazi. Ndio mkuu. Sawa kuelewa. Izike kifudi. Sawa mkuu. Vipi? Una habari yote inayoendelea? Maana naona kama wewe hujui kinachoendelea. Hapana. Sijui habari yote inayoendelea. Ndio maana sasa hivi naona nimetoka shamba. Ningekuwa najua kinachoendelea, basi ningekuwa kwenye hicho kinachoendelea. Twende msibani. Hujui kama mwenyekiti ametutoka? Mwenyekiti? Vipi? Mbona mbio? Hebu simama niambie, mbona ndara huna kitambaa una vipi unatokako? Salama. Shindi. Amefanyaje? Niambie basi Nurati. Wewe niambie. Mbona nimekia simu? Nikamwambia Shindi. Sawa eh? Shindi anaongea. Anauzika, aizike kujifunza. Si mwenyekiti juzi nimekutana naye njiani tukapiga story. Iweje tena akatutoka? So, hiki kijiji mimi nakaribia ukichoka sasa. Maana matukio yanazidi kuongezeka. Na ninakoelekea ni kukimbia. Juzi
kulikuwa msibani hapa. Leo tena msiba wa mwenyekiti. Sasa kama mwenyekiti mwenyewe kafariki, tutaongozwa na nani? Asa huko unatoka wapi? Sasa hivi kunaelekea wapi? Ndana na mtandio uko wapi? Nilikuwa nakimbia. Bahati mbaya na kama nimekuta na mtandio sasa hivi nimeelekea wapi tena? Na huko unaelekea wapi sasa hivi? Wewe bana. Sawa, mimi utanikuta huko. Haina shida. Wacha na mimi nifike nyumbani, alafu niweze kuelekea msibani. Haya. Hapana. Kuna sehemu tu nilikuwa naelekea. Bahati mbaya nimeona. Naomba unisamehe. Na nimekusamehe. Na ila kwa masharti. Hama katika hiki kijiji. Na kuahidi sitamwambia mtu yoyote. Sitahama kwenye kijiji. Sitaonekana tena Tama. Utaniona tena. Na usipohama utainusa harufu ya kaburi.